Na tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2025, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimekumbwa na wimbi kubwa la viongozi na wanachama wake baadhi kujiondoa, hali inayoashiria kufukuta kwa mgogoro wa ndani unaoendelea kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Je, ni upi hasa mzizi wa fitna? Niko na Dr. Marco Salubani, mchambuzi wa diplomasia na siasa hapa nchini Tanzania. Dr. karibu sana. Asante sana, na habari za asubuhi. Ninayo furaha kushirikiana nanyi kukiangazia chama kilichokuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania, na ambacho kama watu ambavyo hawaamini macho yao wanashuhudia kikiwa kinasambaratika. Muda unazidi kwenda, chama kinazidi kumeguka mapande, na mwisho wa siku kama ambavyo umevisema, tayari watu kadhaa wanahama kutoka kwenye uongozi wa chama hicho pamoja na wanachama wake. Na ninaamini kwamba kama jambo hili halitopata dawa au suluhu ya ghafla, tutashuhudia kile nilikisema katika kipindi kimojawapo kwenye vyombo vya habari kwamba badala ya kushika dola, Chadema watashika dola ya Kimarekani. Mfululizo wa viongozi na wanachama kwa ngazi mbalimbali kujivua Chadema unaleta taswira gani hasa kwa chama? Taswira hii inayotokana na muendelezo wa kampeni kabla ya uchaguzi, lakini pia na vuguvugu la ndani linalotokana na Chadema kutokufikia malengo yake kwa miaka takribani 30 na ushe baada ya kuanzishwa mwaka 1992. Na wengi wamekuwa wakihanikiza kwamba Chadema imekaa muda zaidi ya kawaida, na kwamba kwa kufuata mtiririko huo wa matukio uwezekano wa chama hicho kushika dola umekuwa mgumu sana. Lakini pia tunafahamu kwamba hata nami nikiwa ndani ya chama hicho kama mkurugenzi wa ufuatiliaji wa mwenendo wa bunge na halmashauri, pia nimeshuhudia mambo kadhaa ikionyesha kwamba ubaguzi na mitifuano imeanza kuibuka ndani ya Chadema. Matumizi ya rasilimali yaliyokiuka utaratibu vimefanya chama hicho kufika mahali kumejengeka makundi, lakini pia udhaifu katika uongozi. Na je, wanaotoka sasa wana dhamira ya dhati na ni maamuzi yao ya ndani, ama bendera vifuata upepo tu kutokana na joto la uchaguzi mkuu? Kuna maneno mengi sana yanasemwa dhidi yao, na wengine hata wakiwaita maneno ya kashfa, kebehi, vijembe na kadhalika, vitu ambavyo kwenye siasa vinazoeleka tu kama ni vitu vya kawaida. Kwangu ninafahamu kwamba ni haki yao ya kikatiba, ni utaratibu wa kisiasa kwamba usiporidhika katika chama kimoja cha siasa unaweza ukahamia chama kingine cha siasa, au ukajivua kabisa kufanya siasa katika vyama ukawa mwanasiasa huru, na wakati mwingine hata ukaanzisha chama chako mwenyewe ili watu wenye msimamo au mtazamo unaofanana na wakwako wakaungana nao. Kwa hiyo ni haki yao kabisa, na wala sioni hayo madhaifu wanayosema dhidi yao. Na viongozi hawa waliotangaza kujiondoa wameeleza kuwa chama kimepoteza mwelekeo na demokrasia ya ndani. Wanamaanisha nini kwa lugha rahisi ya kisiasa? Kwa muda mrefu Chadema imekuwa ikihubiri demokrasia, na kama ambavyo imekuwa ikisifika sio tu Tanzania, hata nje ya mipaka ya Tanzania, kama ni chama kinachotaka kuimarisha demokrasia nchini Tanzania. Lakini mwisho wa siku wale wanaofahamu, tumeshuhudia sio tu matendo ya udhalimu, lakini kukosekana kwa demokrasia ndani ya chama chenyewe. Mimi nimewahi kuwa mwanachama katika chama hiko, tena mwanachama mwandamizi na kiongozi katika makao makuu ya chama. Lakini ninaweza kushuhudia kwamba kumekuwa na siasa za ubaguzi, upendeleo, rushwa na ghilba kwa muda mrefu, na ambazo zimekuwa zikikiuka hata misingi ya demokrasia, kiasi kwamba watu hawakuweza kuruhusiwa kuwa na maoni tofauti na yale ya viongozi. Jambo kama hili limeendelea na limeshika kasi, na hata baada ya mtifuano wa uchaguzi wa ndani wa mwaka 2025 Januari, jambo hili limekuwa kubwa zaidi, kiasi kwamba wengi wanaotoa maoni tofauti na yale ya viongozi wao wameishia kutukanwa. Na labda hapa nisisitize kwamba vijana wengi wa Chadema wanaonekana wamefuzu sana kwenye matusi, wanatukana kweli kweli. Sasa kutukana sio namna ya kujibu hoja na haiko katika utaratibu wa kidemokrasia. Kwa hiyo wengi wanaondoka, wanafikia hatua hiyo haswa kwa sababu ya ukosefu wa demokrasia ndani ya chama.
Na sababu nyingine wanasema kwamba ni kuzingatia kwa maoni ya wanachama hasa kuhusu ushiriki wa uchaguzi. Jambo hili ni hatari kiasi gani sasa kwa siasa za chama hiki kikuu cha upinzani hapa nchini Tanzania? Mwanzo nilitanabaisha kwamba Chadema wanataka kushika dola, na kama hawatokuwa makini watashika dola ya Marekani, na hii ndiyo inaelekea wanakoelekea, kwamba kama mambo yatakwenda hivi tunavyoona, bila kusikiliza maoni ya walio ndani ya chama chao wenyewe, bila kukubaliana namna bora ya kupeleka siasa na kususia uchaguzi, uwezekano ni mkubwa kwamba hauwezi kushika dola kwa kuto kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo watashika ile inayouzwa na Marekani, au ikishindikana watapata dola kutoka Zimbabwe. Asante sana. Baadhi wanasema kwamba labda kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa viongozi wakuu wa chama, ikiwemo kesi ya uhaini na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo dhidi ya mwenyekiti Tundu Lissu, inawezekana sababu inawatisha na kuona ni vyema wakatimuka tu. Hiyo naweza kuikataa 100%. Kwanza ujue kwamba kumekuwa na hizi kesi kwa muda mrefu tu na hazitakoma hivi karibuni, kwa sababu kila binadamu anayetuhumiwa kwenda kinyume cha sheria lazima afikishwe mbele ya mahakama. Kwa hiyo kesi hizi hazitakoma na hazikuanza leo. Haiwezi kuwa sasa hivi ndio kisingizio cha wao kuondoka. Tukumbuke kwamba miaka michache iliyopita Freeman Aikaeli Mbowe aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho ngazi ya taifa alikuwa mahabusu kwa muda mrefu, karibu miezi 7 na ushe, akituhumiwa kwa kesi kubwa kabisa ya ugaidi, na hakuna walioondoka. Kwa hiyo sidhani kama hiyo kwa namna yoyote ina uhusiano na watu kuondoka. Ninachokiona mimi ni kukosekana kwa utaratibu wa kutua migogoro ya ndani, ukosefu wa demokrasia na kushindwa kusikilizana, ndiko kunakofanya changamoto inakuwa kubwa zaidi ndani ya Chadema kuliko kusingizia kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa nini ambacho kinapaswa kufanyika? Pasina shaka tupo katika mwaka uchaguzi mkuu, lakini pia ni muda tunaweza kusema vyama vya siasa vinautumia kuimarisha zaidi nguvu zao. Kwa bahati nzuri viongozi waliohama na hata wanachama wengine wa Chadema, wengi wao wameonekana kuelekea kwenye chama kimoja kinachoitwa chama cha ubwabwa cha umma, na ambako nafikiri wa kampeni yao ya kugawa ubwabwa nchi nzima inaweza ikawasaidia kubaki kwenye siasa. Viongozi wa Chadema wanapaswa kwanza kutafakari haraka iwezekanavyo namna ya kuimarisha na kuirejesha demokrasia ndani ya chama, kutatua migogoro bila kurushiana maneno ya hovyo miongoni mwao, lakini pia sasa kurudi nyuma na kutaka namna bora ya kuunganisha vyama vingine katika mapambano. Niwakumbushe Watanzania kwamba Chadema tulifanikiwa sana nilipokuwa mwanachama wao kuwaunganisha vyama vingi wakati wa uchaguzi wa mwaka 2015 katika ule umoja uliokuwa ukitambulika kama Ukawa. Lakini pamoja na mafanikio yale, baada ya mafanikio yale, viongozi wakaanza kupuuza vyama vingine, wakapuuza umoja wa vyama vya upinzani, wakapuuza vyama vya upinzani vyenyewe, na mwisho wa siku wakajiona wao ni bora zaidi kuliko vyama vingine. Na hata baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 kuonesha kwamba umoja ule ulikuwa na tija zaidi kuliko kutengana, bado viongozi wakaendelea kupuuza vyama vingine. Ndivyo hivyo ambavyo leo wanapuuza uwepo wa viongozi wengine wenye mitazamo tofauti ndani ya chama. Chama hiki kinaonekana kama kinakufa kabisa, na kila ishara inaashiria kwamba uwezekano wa kurudi na kusimama imara utawachukua miaka mingi sana. Sasa kwa namna hiyo ama mwenendo huo, tunaweza kushuhudia kuelekea uchaguzi huu kuibuka kwa chama kingine kati ya vile ambavyo ni vya upinzani kukua na kuwa na nguvu zaidi kama ilivyokuwa Chadema? Ninaona tayari Chauma kinaanza kuchukua hatua, na kama hatua hizi zinazochukuliwa zitaimarishwa, huenda kikaibuka kama moja ya chama muhimu sana kufikirika na kuweka upinzani nchini. Na hili halikuwa jambo la dharura, sio jambo geni. Tukumbuke miaka ya mwanzoni mwa urejeo wa vyama vingi kulikuwa na chama cha NCCR Mageuzi, kikafa, ikaja TLP, ikafa, ikaibuka CUF, ikafa, na sasa tunayo Chadema. Hata ikifa kitaibuka chama kingine muhimu zaidi.
na huenda kikachukua nguvu kubwa zaidi, sio tu ya kuunganisha wapiganaji na makamanda kutoka vyama vya upinzani, lakini hata kikavutia waliomo ndani ya chama tawala na kuungwa mkono kushika dola. Asante sana kwa kuhitimisha tu kwa maoni yako. Pasina shaka jana tumeshuhudia wale waliong'atuka kutoka Chadema, takriban viongozi kadhaa wamehamia Chauma kama tulivyozungumza pia hapa. Kwa mtazamo wako, unaona wameenda pahala sahihi kwa kila ambacho wanakihitaji? Mara zote vyama vya siasa ni katiba, na mwisho wa siku inaunganisha uongozi itakaopata. Chama chochote watakachohamia ambacho kwa wao watatafsiri kama kina katiba inayoendana na mahitaji yao, wanaweza kukibadilisha na kuwa chama muhimu chenye nguvu na kikatoa upinzani unaostahiki katika nchi. Nimetoa mifano ya mabadiliko kadhaa hapa, kuanzia NCCR Mageuzi mpaka Chadema. Na vyama vingi vimekuwa vikitafakari hivyo, kwamba huyu anahama kutoka chama alichokiua au alichoshiriki kukiua, leo anahamia chama kingine huenda akakiua. Kumbe wanapeleka nguvu na kujenga chama kinachotokea kuwa kikubwa na kizuri chenye nguvu zaidi kuliko vingine. Mimi ninadhani tuwape nafasi Chauma waibuke, waoneshe namna watakavyojipanga na ambavyo wanaweza wakatoa ushindani mkubwa. Lakini pia nitoe kidogo kumbusho kwamba kiongozi wa Chauma mzee Hashim Rungwe amekuwepo katika siasa za mageuzi tangu kuasisiwa kwa mageuzi. Chauma haijawahi kufa wala kupotea katika midomo ya Watanzania. Pamoja na kwamba wameshindwa kushika nafasi kubwa za uchaguzi na uongozi, wamekosa kura za kuonyesha kwamba wana nguvu kubwa kiasi gani, lakini bado wapo. Na hata leo viongozi hao wanaondoka Chadema kuhamia Chauma, nadhani walitafsiri kwamba hiki ni moja ya vyama ambavyo ukiviongezea nguvu vinaweza kufanya jambo kubwa kuliko matarajio yao. Asante sana, ni kushukuru sana Dr. Marcus Alban kwa kuzungumza nasi hapa studioni. Karibu sana Mvomero, karibu sana Turiani. Asante sana, nitafika wasaa ukiwadia. Shukran. Huyo ni Dr. Marcus Alban, mchambuzi wa diplomasia na siasa kutoka hapa nchini Tanzania, ambaye nimekuwa naye kuangazia hama ama kung'atuka kwa baadhi ya wanachama na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ilianza tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2025. Mimi ni Jerome Robert. Tukutane kwa wakati mwingine.